huyo bado ni mtoto, huyo bado ni mtoto. Hata ukimwachia nyumba, umwambie linda nyumba ile pale, mtoto utamkuta kaenda kucheza. Hata ukimwambia mwanangu, njoo hapa, nenda kafanya kitu fulani, ambaye ni mtoto hawezi kutekeleza majukumu makubwa. Lakini mwana wa Mungu lazima anakuwa anaelewa mwana anafanya kitu gani, anakuwa anajua majukumu ya mwana, kama mwana ni yapi kwa baba, majukumu ya mwana kama mwana ni yapi kwa mzazi wake. Mtoto ni kama huyo hapa. Sidhani kama mwana anaweza kaja ukakaa hivi hapa, haiwezekani. Mwana hawezi kuja kakaa kuzunguka hapa kufanya hivi, haiwezekani. Mtoto huyo hapa anaona sawa. Kwa hiyo mwana wa Mungu lazima awe katika uelewa mpana, awe katika ufahamu mpana, awe katika mwelekeo mpana, kwa kuwa tayari kitendo cha kuitwa mwana ina maana tayari wewe umeshakuwa, umeshakomaa, umeshaelewa, umeshatambua yapi mabaya, yapi mazuri, kipi Mungu anakitaka, kipi Mungu akitaki. Bwana kwa sifa. Watu wengi tunakaa kwenye nafasi ya wana. Tambua, nimekwambia ili uweze kuwa Mkristo unamhitaji Yesu. Lakini ili uweze kukomaa kiroho unamhitaji Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu ni sawasawa na bure. Sasa mwana kama mwana anatakiwa asimame katika nafasi yake kama mwana, ajue majukumu yake kama mwana, ajue anafanya nini kama mwana, ili hata akipewa maelekezo na Mungu, akipewa na maelekezo na Roho Mtakatifu, ni rahisi kuyatenda, kwa sababu yupo katika nafasi yake kama mwana wa Mungu. Karibu mtumishi. Watu wengi hatutaki kuwa wana, tunataka tubaki kwenye utoto. Ukristo sio utoto. Ukimpokea Kristo unatakiwa kuwa mtoto. Kuna nafasi ya kuwa mtoto wa Kristo, alafu kuna nafasi unatakiwa utoke kwenye utoto uwe mwana. Ndio Warumi sura ya 8 mstari wa 14 nasema, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu. Kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu. Wale wote lazima hakikishwe unaongozwa na Roho wa Mungu. Ndio hao ndio wana wa Mungu. Hao ndio wana wa Mungu. Wale wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, ndio Roho Mtakatifu. Hao ndio wanaitwa wana wa Mungu. Wana wa Mungu ni mwana anayeongozwa na Roho Mtakatifu. Aongozwi na akili zake, aongozwi na maamuzi yake, aongozwi na mapendo yake, aongozwi na kila hali ambayo anataka yeye iwe ndio awe hivyo. Lazima hakikishe unaongozwa na Roho wa Mungu. Ndio mstari wa 15. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa, hamkupokea tena roho wa utumwa, ambayo umeshapokea Roho Mtakatifu. Hautakiwi kupokea roho wa utumwa. Ndani yako anatakiwa awepo Roho wa Bwana